Fikiria kwenye maisha ya kawaida, mwanamke anaishi na mwanaume mwenye cheo au anayependa sifa kwa ndugu, marafiki na wafanyakazi wenzake. Mwanamke huyo anaweza kupoteza uhuru wake wa kuwa binadamu. Huwezi kuamka asubuhi ukiwa umechoka na kuonyesha uso wa huzuni kwa sababu lazima ulinde picha ya mke mwenye furaha. Huwezi kupishana kauli na mumeo asubuhi kisha jioni ukagoma kwenda kwenye sherehe ya ndugu kwa sababu lazima mkae meza moja mkitabasamu ili watu wasiwaseme vibaya. Hapo ndipo mwanamke unapoanza kujijengea jela yako mwenyewe. Unaanza kumeza vidonda vya siri, unajikaza roho ili mradi tu picha ya nje isiharibike. Moyo wako unavuja damu na unaumia, lakini unalazimisha mdomo wako utabasamu mbele ya kamera na macho ya walimwengu. Hivyo basi, ukiingia kwenye mahusiano kama hayo, jamii lazima ikuwekee pingu. Mfano, mamilioni ya wanawake wanatazama na kujisemea, nikipishana au nigombana na mume wangu, nitaangalia picha za Jux na Priscilla ili nitulie. Hii inamaanisha kwamba Priscilla akipitia changamoto ya kibinadamu ndani ya nyumba yake, kama ilivyo kwa ndoa zote duniani, hana nafasi rahisi ya kulia au kuomba msaada wa kawaida. Akionyesha uso wa huzuni mtandaoni kwa sekunde moja tu, blogs zote 100 zitaandika, ndoa ya Jux na Priscilla iko hatarini. Huu ni mtego mkuu unaotafuna wanawake maelfu katika maisha ya kawaida ya mitaani mwetu. Unajikuta umeelewa na mwanaume ambaye kila mtu anasema, "Oh, una bahati sana kupata mume mtanashati mwenye hela na anayekupenda." Na kila siku anakuposti hadharani. Kwa sababu ya sifa hizo za nje, unakosa uhalali wa kulalamika pale mwanaume huyo anapokunyima amani ya ndani, anapokuwa mkatili wa kihisia au anapokutupa ukawa mpweke chumbani. Ndugu zako watakwambia, "Vumilia. Mbona anakupa kila kitu na anakupeleka likizo?" Rafiki zako watakwambia, "Usiwe na dharau. Wanawake wengi wanatamani nafasi yako." Unageuka kuwa mfungwa ndani ya kasri la dhahabu. Unamiliki kila picha nzuri ya maisha lakini haumiliki amani ya moyo wako. Je, unafikiri hiyo ndiyo thamani ya mwanamke?